Kwa sasa hivi tukimchagua mteja wa mkopo, tukaamua kumuuzia Azam za 0.5 liters, alafu amechukua piece 10. Kumbuka huyu mtu ni wa mkopo. Tukisema hifadhi invoice, itakataa hifadhi, itakataa kwa sababu mteja hayupo. Okay? Itakataa kwa sababu mteja hayupo. Kwa hiyo ili iweze kusajili taarifa za mtu wa mkopo, lazima kuongeza mteja. Unaweza kuongeza mteja kwa kutokea alama ya kujumlisha hapa, itakupeleka moja kwa moja kama ambavyo unaona. Ukibonyeza alama ya kujumlisha hii hapa, ongeza mteja, itakupeleka kwa mteja. Au unaweza ukafanya kwa kutokea kwenye mpangilio ukaja kwenye wateja. Ukibonyeza wateja, itakuleta pale pale tu eneo la kuongeza taarifa za mteja. Kwa mfano tuseme ongeza mteja hapa, na mteja wetu ambaye tuko naye labda tuseme ni Hamza. Hamza Marijali. Marijali. Alafu kama una namba yake ya simu, code ni namba ambayo unaweza kuweka kama point of reference. Inaweza kuwa ni 1 2 3 4 5 6 ama ABCD au whatever, lakini pia unaweza skip. Sio lazima, ila simu ninashauri binafsi kwamba uiweke. Kwa nini? Kwa sababu kama ni mteja wako na ni wa mkopo, ni busara kuandika taarifa zake hapa za simu ili uweze kumfuata baadaye kwa kupitia simu ukawasiliana naye. Kwa mfano tuseme hii ni namba ya mteja wetu. Nimebuni, sina hakika kama hiyo namba ipo, lakini email unaweza kaweka, nchi na vitu vingine vyote. Kwa sisi tuchukue tu jina na namba yake ya simu, tuseme save. Kwa tutamuona Hamza Marijali yuko pale. Okay? Tukimwongeza mtu mwingine mmoja, labda anasema tumuite Jose Mwabukusi. Na yeye namba yake ya simu labda ni hii hapa, ya kusadikika. Lakini weka namba halisi ili kusaidie wewe wakati unafanya track ya mteja wako, ukahifadhi. Kwa utagundua Hamza tumemsajili mara moja, Jose tumemsajili mara moja, kwa hawa ni wateja wetu.